mnajua sisi ni Uva Sports. Uva Sports ni media en ligne yenye tunatumika hapa mjini Uvira, na sana tunatumika na ba footballer ama ba sportif. Haiko tu ba kucheza ballon, tunatumika mema na ba basket. Mais basket hapa kwetu Uvira ni discipline yenye iko un peu inapotea. Haiko. Alors sur ce, kocha tungependelea kujua majina unaitwa nani, parce que kwa mingi wenye hawakujui banaona tu sura kocha ule mwenye hawajui ji. Ndio. Kwa majina naitwa Ezekiel Orange Kalipata. Ni mzaliwa wa Uvira. Alors kocha hizi tungependelea kujua nini kwanza ilikutuma uantame kariere ya bukocha? Mimi nilikuwa mchezaji. Ndio. Nilikuwa mchezaji wa ekipe inaitwa Monaco hapa Kasenga. Nimefanya season 3. Hiyo Monaco ni ya makartier. Mchezaji wa makartier Monaco, Real, unatisikia kwa ekipe ile Cœur de Lion, ule maekipe wa vile tulikuwa tunachezea. Basi nikatoka pale kwa Monaco nikaenda kwa Cœur de Lion. Cœur de Lion tulicheza na wakina wa Gerard ndio Marseille. Tulicheza na Clovis Amon Clover, ndio tulicheza ma ekipe moja. Kutoka pale mimi nikaingia mu ekipe inaitwa Casa Sport. Hiyo Casa Sport tukacheza panda 3 ans tukaipandisha mpaka Premier Division. Mechi yetu ya kwanza ya Premier Division tulikuwa ni Casa Sport contre Uvira Sport. Basi uwezo ikashindikana kwa president wetu, manager wetu mwenye alikuwa alitubewa pale, akasema nguvu yangu inaishia kwa Casa Sport ya Kasenga, inapasa vile inakufia pale ya kitu kwetu Casa Sport. Tukabaki kwenye mazoezi, nikarudia tena pale pale Cœur de Lion. Cœur de Lion nikafanya mazoezi tuanza kumbana Samaji. Tabidi kocha Bebe, kwanza namshukuru sana, ndio kocha mwenye aliniongeza akili ya mingi sana. Kocha Bebe wa Mazai huko Mazai. Ndio kocha Bebe kuna aliniongeza akili ya mingi sana. Ni football yangu yote nicheza. Kocha Bebe alikuwa alituambia Bapeti, usiogopake mtu mchezaji, usiogopake adversaire. Ndio ilikuwa principe yake. Kocha Bebe sasa tunacheza pale akatuambia pana mtacheza na Kabungulu. Leo ilikuwa vendredi, jeudi na kwa Kadeka. Mtacheza na Kabungulu kwa yule pale kwenye wanacheza matia madashe pale hapa Kasenga. Ndio ilikuwa Kabungulu, sisi tulikuwa pale chini. Kocha Bebe akatuambia tucheze, tukafunga Kabungulu 3-1. Nilikuwa niko kuelie, nacheza kwa foili set. Ndio nilikuwa nacheza. Na nikafunga Kabungulu goli. Basi kocha Bebe sasa aliniona, kaniambia hapana, nitakuwa naanza na moyo 14 nasaidia kocha wenu. Kocha wetu alikuwa anakuwa kocha Freddy. Garçon mwa hivyo hapa Maveni Membo. Ndio alikuwa kocha wetu. Akatuambia ke wanagisi Bebe anasema tusaidiane na shida. Bebe alikuwa anaanza na 14 anakamata Kabungulu 15:30. Sababu Bebe akaona kipaji changu sio ya kucheza kufoili. Akanirudisha Max. Bebe yeye alinicheka mimi kucheza kwa defense. Ndio. Bebe akaniambia utacheza defense. Basi bila ya ma interquartier kaanza tunacheza. Bebe akaniweka mimi mpaka pale pale tu ku Max. Nikadone kabisa. Bebe akaniambia no, hauwezi baki hapa, itabidi ucheze kabumbu Mkabungulu. Kama no, pale Mkabungulu kwa defenseur wa mingi na mimi nilikuwa deja mko defense. Kulikuwa nani Mayasa, kulikuwa Chuki, kulikuwa Eda Patrick, kulikuwa Mkamba alikuwa na miguu moja hivi ya upande, kulikuwa na Mwarabu alikuwa anatoka huko Magulu na Mtumbura. Nikamwambia huko na defenseur watano, kwa maana unanipenda mimi. Akanambia utaenda Mkabungulu. Basi nikafelicite kocha Bebe, akanipatia confiance, nikaenda Mkabungulu nikacheza kafanya entraînement. Nilifanya entraînement Mkabungulu. Vraiment nilifanya entraînement. Sasa nilifanya entraînement Mkabungulu. Match ya kwanza ya Kabungulu ilikuwa Kabungulu contre Mwangaza. Kabungulu contre Mwangaza ilikuwa 2011. Ndio mimi niliingia Mkabungulu 2011. Ikabidi wale wakongwe bakaanza bila ya kugumuka kusema atacheza kama kuna franga. Basi tukawakia pale sasa, basi Bebe akasema pana nitachezesha hapa. Nikapata ile confiance, nikacheza 4-5 mimi na Eda namshukuru sana Eda mkariere yangu. Eda ananiambia Petit meza mat. Ili tunafaka mu entraînement ndio hivi match. Tucheza match ya Mwangaza, tukafunga Mwangaza 1-0. Nilianza mwanzo mpaka mwisho.
Nadhani mkarieri yangu nilifatiza mkarieri ya FC Kabungulu na mpaka bisi nilipata shoki ya kupigwa masasi. Sikuikala kupa kabisa, nikacheza maje mpaka gisi niliacha bado, na sikuacha bado kwa kupenda. Sikuacha bado kwa kupenda kabisa. Asante. Donc pale tunasikia kama après kutoka makartier ma interavenue ma interquartier ulipita napata chance directement grâce ya kocha Bebe pata na cheza Mkabungulu ku première division, na apart déjà ku match ya kwanza ukamconvaincre na ukakamata place ya titulaire bila équipe ya Kabungulu. Vraiment c'est une chose ya kuencourager na kuféliciter. Alors swali ingefata tulipenda tujue kwa nini uliacha kujue mbio lakini ulishaijibia. Alors pala sasa tungependelea sana tujue kocha, nini ambayo ilikuvutia sana kwa kuwa coach baada ya kupata ile ajali tunaweza sema ya kupiga masasi? Ndio nini ilikuvutia sana ukuwe coach en plus ukakuwa kocha wa Kabungulu? Eski kuko kitu yenye na kukaribisha sana na ekipe ya Kabungulu ama ni kuipenda tu Kabungulu? Bon, wanasema kwa Faransa c'est ukipenda kitu unakitapaka. Ndio. Bon, ekipe yangu Kabungulu, mimi kwanza kwa kocha wa Kabungulu ni Asira. Ndio. Ni Asira. Tuko na kocha Shabani. Ndio. Shabani Taluawe 2020 tuacheza, tunatoka 3e equipe wakatumana Mboko. Mimi nilikuwa mchezaji, nilikuwa mwaxe 2020 nilikuwa mwaxe, tukaenda Mboko. Kocha Shabani kufika Mboko, kocha Shabani akasema hivi, mimi nalaga Kabungulu, sitawahi kuwa kocha tena wa Kabungulu, naenda Kumunyindu. Basi nikasema kwa tutaenda Kumunyindu wakati unapewa ile kidogo yako, hata mimi naenda Kumunyindu. Nikafuata komite ya FC Kabungulu, nikawauliza kwa nini kocha Shabani anatoka. Shabani tunampatia $50 anakatala mpaka akasema sawa, toka leo mimi Ezekiel na Chakabu na kamata coaching. Sababu ya nini? Mimi nimefanya coaching na wakocha wengi. Mimi nimekomalia paka Senga. Kulikuwa kocha Karamba, nadhani unaweza kumfahamu, alikuwa anapiga jongle nyingi sana. Ndio alikuwa kocha wa Kabungulu. Aliwahi kunikoach, niko mtoto mdogo, nilikuwa na 13 ni wacheza Kabungulu. Karamba akaona kipaji kama kwa sababu sogeza na mama yasa kufanya atelier, basi Kabungulu kitaanza cheza, mimi narudia kule kwa watoto. Karamba ni coach, nikaona bisi anapanga kona, nikaweka mkicho. Mwenye aliniongeza zaidi ni kocha Bebesa, alitoka Bukavu kwa Bukavu Dawa. Akakuja hapa alifika kunivaa kuniambia anapanga kona hivi. Na nilikuwa naheshimu sana muda wa kufika kwenye zoezi. Zoezi ni 14h45 minutes, napesha kwa zoezi. Bebe anasema 15. Na nafanya ile zoezi kama kawaida. Naona bisi Bebe anapanga kona, tukitumika tukienda mmaji tunafanya mzuri. Kumbe ni hiki, lakini sijawahi kusoma. Sijawahi kwenda kwa masomo ya wakocha. Lakini kama nitoka meri entraîneur ya Uvira, kocha bora, nilishia kwanza sheria zenye nilikuwa na kuwa coach. Nilikuwa kwa coach, Bebe ananiambia entraîneur en discipline, entraîneur akashambia ekipe yake kuwe na hivi, mu position ya terrain anapaswa kuwa hivi, na mimi watoto wangu wa FC Kabungulu niliwashukuru sana. Wakati nilimwambia mimi natundika viatu na wakoche, hakuna walikataa. Na walinisogelea wakanipenda na nikakuwa meri entraîneur wa Uvira. Kuna kocha wengi sana hawatakuwa meri entraîneur. Ni ba mingi wenye wako na jini. Ndio wako na jini. Alors, coach, par rapport na ile tunasikia deja uko na parcours ya mzuri, kuna njia ya mzuri saa gisi joueur, na tuna comprendre kama njia yako saa gisi joueur iko na sifa nyingi, na zile sifa zote ni za discipline na ordre. Kwanza mtu yipeke anakuwa na jidiscipline, kisha bengine watamfuatilia. Alors coach, ulijisikia namna gani wakati ulipanda na Kabungulu première division, unachezesha Kabungulu première division Uvira na kocha Bebe alikuwa ulijisikia namna gani wakati ulicheza contre kocha Bebe, soit kumaika ama kumaze? Kocha Bebe nilimfurahia kwanza kitu kimoja. Wakati nilikuwa nafanya preparation ya Kabungulu contre Maze, alikuwa akimaliza asubuhi kwa anakuja kwa magharibi, angalia. Ananiambia unatayarisha match aje? Nikamwambia kocha, nitakufunga. Nilishatoana na Bebe match mbili Maze.
Match ya kwanza nilitoka naye MB partout. Non, nilitoka 2-1, alifunga 2-1. Match ya pili nikatoka naye MB partout. Alikia nigomboa goli mu 90 minutes. Nikasema kama ninaongeza akili. Niliongeza akili kabisa, sababu kucheza na kocha mwana kufunza na ugawe naye ni nguvu kabisa. Bebe namshukuru sana na Mungu azidi kumsaidia, na wachezaji wako wanacheza na Bebe wamuibe Bebe, parce Bebe alisoma, mtu alisoma. Ndio. Coach, baada ya wewe kukuwa kocha wa FC Kabungulu, ulikuwa joueur wa FC Kabungulu, ndio uko kocha wa FC Kabungulu, na yule ya ile kwa kuwa wewe tunaweza sema mzalendo wa sana wa Kasenga, leo uko president wa Sefaka, na tunajua kama Sefaka a 80% bajou kwa Sefaka ni bajou ya Kabungulu. Unajisikia iko ile nyingine charge nyoko nayo ku niveau ya quartier, ku niveau ya mavni bajouere yako, unajisikia namna gani? Kwanza niliwahi kushukuru Mungu sana kwa mimi nakuwa president wa Jeunesse Sport hapo na Kasenga. Ndio. Sababu gani? Mimi nilikuwa mchezaji wa hapa, nianza 2016. Ndio competition hapa Kasenga ilianza 2016. Mpaka sasa iko 2025. Nikicheza kwa Kasenga 2016, après 2017 nilipata ikuu ya bala. 2017 nikaacha nikakuwa arbitre hapa Kasenga. Nikakuwa tena meilleur arbitre hapa Kasenga. Nikaacha 2018 nikarudia mwekipe yangu ya Kakombe. Mpaka leo niko president. Na wachezaji wangu ndio wako pale. Wananisikia, nilikuwa vote c'est 50%, nilikuwa na 40. Lakini nilipendwa sana kwa sport ya Kasenga. Na nilifanya mzuri sana pa Kasenga. Hii sport ya Kasenga kama kwanza niliwahi kupostile ni sababu ya difficulty ya vita. Parce que hii hapa haingilikuwa kwa wenyewe walikuwa na chukua president balikuwa likatara championnat siku kwa vita. Kama hakuna vita iko hapa Uvira. Hapa Uvira tunakaleka vurugu. Pamoja na hili sisi tukua kwa sportif ili tuingie hapo tuangalie kisi tutapiganisha tucheze. Na leo tunacheza, tulikuwa tuna karepo kadogo kuangalia kwa examen d'etat. Leo tunarudia kwa match ya ujuzi contre groupement de Kinombe tuko nayo pale. Nashukuru Mungu kwa sababu kwa risasi hapa ya pigana hapa umiza mtu kwa watu tu wakasema wanamsikia na waambia wanamwache hivi, so hao kifanya hiki hapa watatufungia. Tunaendelea tuko nasikilizana sababu niko mzaliwa wa hapa, nilichezea hapa na watu wananisikia. Ni kitu yenye unajua mzuri mwanzo hadi mwisho. Coach, sijui kwa mwisho, maana sisi Sawagisi Media Uvira Sports tuko na ile jukumu ya kuchukua zile matalan lokal za Uvira kuzionesha kwa dunia yote, na tukishazionesha vile wakikuwa mtu mwenye uzamini, mwenye roho mzuri, anaweza sema mimi nasaidia mtu fulani. Sawagisi leo tuko ku niveau ya ba joueur, tuko nafanya zile ma CV, inafaa joueur akuwe na CV yake. Wautatuambia huko joueur wa Uvira lakini hatuna hata foto yako, hatuna hata video mo, nini atuonesha kama uko joueur. Alors coach, tungependelea sana wewe Sawagisi mwalimu mkufunzi, ulishakuwa uko na mérite ku niveau ya attente, ujikaze uendelee vile, na pia upate batoto wenye biko nyuma yako basogelee kusudi baibe kidogo Sawagisi na uliiba kidogo kwa kocha Bebe, na pale itakuwa inasaidia jeunesse ya Kasenga na ya Uvira yote. Alors kwetu sisi Sawagisi Uvira Sports tunakushukuru tena kwa kuwa disponible kutujibia kwa ile maswali 2 ama 3 ambayo tulikuuliza. Na kwa sasa kama kwa neno la mwisho ambao unaweza kuambia wasportifu wote ni wako wanakusikia, inaweza kuwa ya maana sana. Acha basi kwanza niwashukuru wote, sababu ndugu zangu muendelee, Mwenyezi Mungu atawalipa. Pia na sisi unajua kazi yenu dishi ipo mwenyewe, kuna roho nzuri kama kawaida unasema, naweza kusaidia. Uvira Sports imepandisha football ya Uvira sana, sababu atakuwa na amini kama mtakuwa so na Bujumbura hapa wabaki tena sema tafata test
leta video. Ile video kipana wanaangalia maexploit zako kama ndio mchezaji huyu. Na wanakutia sababu gani? Ile media ile kusaidia. Acha tu kuseme shukrani sana kwenu kabisa, muendelee na kupandisha viwango ya watoto. Na watoto wao wanacheza mpira. Mimi bwana anacheza mpira sababu hawezi kuwa mchezaji mwenye anajuzia gabotini na uwe cheza. Anajuzia botini na anacheza. Kwa hiyo mtusaidie sana zaidi ya sana tupandishe football ya Uvira. Media Oversport nashukuru na sukuka na tumaini tena, kama kuna mtu fulani anaweza pia kunihoji sababu ya maisha yangu sinitembea football, lakini leo tunakutana na mwe hapa tunazungumza madogo na ndo yangu yote ile kusema kwamba asante. Kama kutakuwa na kweli shida ya kumetia tukwambiane bwana kocha, kuko shida fulani tunakosa pili ya kutia mnani, tusaidiane sababu vitu vyetu Uvira vile mbili. Ndio tunashukuru sana kabisa, tena zaidi. Mungu awabariki. Sawa, merci coach. Asante. Merci.